Mambo vipi? Karibu katika channel yangu ya Crucial Studio. Leo nikiwa ni season 1 episode 1, tunaenda kujifunza kuhusu kamera. Unatamani uwe mpiga picha lakini haujui wapi pa kuanzia. Video hii ni hususan kwa ajili yako. Ili uweze kuwa photographer bora, kuna vitu vitatu vya kuvizingatia, na vitu hivyo ni shutter speed, aperture na ISO. So leo nipo kwa ajili ya kukwambia usiogope kuwa mpiga picha. Kama una wazo la kuwa mpiga picha, unaweza kuanza kwa kuangalia hizi video ambazo tunaanza kuzitoa moja moja. Bila kukuchelewesha, mimi leo nataka tuanze na shutter speed. Shutter speed inakuwa na symbol fulani hivi, inakuwa 1 over namba fulani, au labda 1 chini ya 125, 1 chini ya 150, 1 chini ya 200. Lakini pia shutter speed inategemeana na kamera unayoitumia. Kuna kamera ambazo inakuwa moja chini ya 125, moja chini ya 500, moja chini ya 600, moja mpaka 8000 na kuendelea. So shutter speed, na ikiwa na hiyo moja chini ya ngapi, labda moja chini ya 200, moja chini ya ngapi kama tulivyosema. Ikiwa sasa iko moja chini ya 125, ndo tunasema iko medium, ipo size ya katikati, kwamba yenyewe ikipanda inaleta matokeo fulani na ikishuka inaleta matokeo fulani. Kazi za shutter speed ziko mbili. Kazi nambari 1 ni kuongeza mwanga na kupunguza, lakini kazi namba 2 ni kufreeze frame. Tukianzia katika kufreeze frame, shutter speed inapokuwa kubwa ndio inakuwa ina freeze frame. Yaani kufreeze frame ni kimaanisha kwamba let's say feni ikiwa inazunguka, feni vile ikiwa inazunguka katika uspidi wake, shutter speed inapokuwa ipo kubwa, ukiipiga picha feni ikiwa inazunguka inakuwa inaonekana kama imesimama. Hiyo ndio shutter speed ikiwa kubwa. Lakini hiyo shutter speed inapokuwa ndogo, ile feni ikiwa inazunguka, ukiipiga picha inaonekana inazunguka, inaenda kwa speed sana. Hata ndege ikiwa inakimbia, shutter speed ikiwa kubwa, una uwezo wa kuifreeze ikaonekana kama imesimama angani. So shutter speed yetu inapokuwa kubwa ina freeze, lakini pia ikiwa ndogo inaleta kama marudio fulani. Yaani kwamba kama mkono huu ukifanya hivi, shutter speed ikiwa ndogo, hii mikono inakuwa kama iko mingi, yani kama mikono umeshanisoma. Lakini shutter speed inapokuwa kubwa inakuwa ina freeze, yani kwamba nikiweka hivi, ukipiga picha timing mkono wangu uwe hapa. Kwa ukipiga picha unaonekana mkono kama ulikuwepo hapa, lakini kumbe mkono ulikuwa una move kutoka hapa kwenda hivi. Hiyo ndo kazi namba 1 ya shutter speed. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, ikiwa kubwa ndo inakuaje na ikiwa ndogo ndo inakuaje? So ikiwa kubwa, kuanzia pale kwenye 1 chini ya 125. Ili tuweze kuhesabu tuko juu na tuko chini, tunaanzia pale kwenye 100 chini ya 125. So hiyo ni kazi namba 1. Lakini kazi namba 2 ya shutter speed tumesema ni kuongeza mwanga na kupunguza. Inaongezaje na kupunguzaje? Shutter speed yetu inapokuwa ipo juu, nikisema iko juu ni kuanzia pale kwenye 1 chini ya 125. Kwa hiyo ikiwa inapanda kwenda juu, labda let's say 1 chini ya 200, 1 chini ya 300, 1 chini ya 500 mpaka 8000. The way inavyopanda juu ndio mwanga kwenye kamera unapungua. Lakini hivyo vice versa yake inaposhuka chini. Na kushuka chini na maanisha kuanzia pale kwenye 1 chini ya 125 kushuka chini, mwanga unafanyaje? Mwanga unapungua. Kwa hiyo let's say unaenda kupiga picha sehemu ambayo kuna mwanga. Ili uweze kupata picha yako, lazima upandishe nini? Shutter speed, ili uweze kupata mwanga. Na kama sehemu kuna giza, lazima ushushe shutter speed ili uweze kupata nini? Kupata mwanga. Kushusha na kupandisha ni kuanzia kwenye 125. Lakini ukumbuke, unapoipandisha juu ili mwanga upungue, ndipo unafanyaje? Una freeze frame, ndio unapata picha ambayo imesimama. Let's say unampiga simba anakimbiza, anamkimbiza nani? Anamkimbiza swala. Sasa pale hatuwezi tukapigia shutter speed ikiwa chini. Kwa lazima shutter speed yetu tuipandishe ili tuweze kumpata simba anamkimbiza nani? Swala. Lakini pia ukumbuke, ikishakuwa juu mwanga unafanyaje? Unapungua. Ukitaka picha yako iwe nzuri zaidi, tunakushauri shutter speed yako iwe kuanzia 125 lakini kupanda juu. Let's say unatumia natural light. Ukiwa unatumia natural light inakupa uwanja mkubwa sana wa shutter speed. Una uwezo wa kupandisha shutter speed the way na mazingira yanavyokuruhusu. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba shutter speed pamoja na kupanda ili mwanga upungue na ufreeze frame, na vice versa yake kwamba ikishuka mwanga unaongezeka, lakini pia unakuwa freeze haipo.
yani haina kugandisha, inakuwa kama kujirudia. Haina maana ya kwamba ni faida na hasara, ila zote zinaweza kutumika vile ambavyo wewe unatamani picha yako iwe. So hizi ni tips tu mbalimbali ambazo nataka nikufikishie wewe. Zile picha ambazo unatamani kupiga au zile picha ambazo unaziona watu wanapiga, wanatumia tu hizo tips 3: shutter speed, aperture na ISO. So karibu sana, naendelea kuwa pamoja nami. Mimi naitwa Kelvin Masawe kutoka Crucial Studio. Karibu sana, tujifunze mambo mengi ya kuhusu photographer na videographer. Usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Lakini pia usiache kushare kwa ajili ya watu wengine wapate kujifunza, lakini pia kulike na comment hapo chini, niambie umeelewa nini na unatamani ni kufundishe eneo gani au engo gani upate kujua zaidi kuhusu mambo ya photographer na videographer. Ukumbuke ile shauku ya kujifunza kuhusu photographer hautakiwi kuikatisha. Tukutane next episode kujifunza kuhusu aperture na ISO. Hapo tutakuwa tumemaliza na tutaingia kwenye madarasa mengine tofauti tofauti. Karibu sana.